Wanawake wawili wa umri wa makamu walifikishwa katika mahakama ya Kisii kuhusiana na ombi tofauti la madai ya kumwekea mwanaume mmoja dawa au mchele inavyotambulika na wengi, tendo lililofanya mwanaume huyo kufariki baada ya kuhudhuria tamasha la mgidhi iliyofanyika mjini Kisii. Purity Kajuju pamoja na Caroline Kagwira walifikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Christine Ogweno kuhusu kifo cha Francis Kariuki ambaye alidaiwa kuwekewa dawa kwa kinywaji akihudhuria tamasha hiyo ya mwanamuziki Samido katika hoteli ya El Paraiso mjini Kisii. Afisa wa upelelezi katika kituo cha polisi cha Nyanchwa katika hati yake ya kiapo aliambia mahakama anachunguza kifo cha bwana Kariuki ambaye alipatikana na mwenzake akiwa amepoteza fahamu na kulala nyumbani kwake mnamo tarehe 23 Juni, ambaye baadaye aliripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Nyanchwa. Rafiki yake alisema Kariuki alikuwa na simu mbili aina ya Tecno na Itel, na alipopekua nyumbani kwake simu hizo hazikuwepo. Kwa uchunguzi, maafisa hao waligundua simu yake ya Itel ikiwa na laini ya Airtel yenye kitambulisho cha kimataifa ilipatikana Nairobi na mtoa huduma tofauti wa simu. Vilevile alibainisha kuwa ripoti ya uchunguzi wa maiti haikubainisha sababu ya kifo. Hata hivyo, walichukua sampuli za vipimo vya sumu katika chemist ya serikali. Katika ombi lake, afisa mpelelezi aliomba siku 14 kuwazuilia washukiwa hao ili kukamilisha uchunguzi wake. Mahakama iliamuru wawili hao wazuiliwe katika kituo cha polisi cha Nyanchwa na kufikishwa tena mahakamani mnamo tarehe 11 Agosti mwaka huu. Na kwa sababu hamna pingamizi yoyote kwa ombi lake, nyinyi mtaweza kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Nyanchwa Police Station hadi wale maafisa wa upekuzi watakapomaliza uchunguzi wao. Mtaweza kurejeshwa hapa kotini tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu au kabla ya hiyo siku, ili afisa ambaye anachunguza kesi aidha aweze kuelezea ikiwa atakuwa amemaliza upelelezi wake ama ikiwa mtaenda kushtakiwa mbele ya koti kuu. Edwin Mokaya, Agr Kisii.